Mungu anataka njia zako umtegemee, kila unachokifanya umtegemee. Kwa nini? Yeye anaijua maisha yako, anajua kila kitu, lakini anataka wewe umtegemee. Kwa nini? Swala ni utukufu, swala ni utukufu. Anataka kutukuzwa. Mungu ni pekee ambaye hashei utukufu na mwanadamu. Hii ni vita ya utukufu. Ukiona tu wewe umeingia kwenye utukufu, unataka kuchukua utukufu wa Mungu, ujue unaelekea kushindwa, unaelekea kushindwa sehemu yoyote, kwa sababu Mungu hashei utukufu na mwanadamu. Kwa hiyo sehemu yoyote ambayo unaona unataka kuinuka zaidi ya Mungu, au wewe kupewa utukufu zaidi ya Mungu, ujue unaelekea kushindwa. Isaya 42 Biblia inasema kwamba Mungu hawezi kushare utukufu na wanadamu. Na hii ina maana gani sasa? Hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba kiwango chako cha kumtegemea Mungu, kiwango chako cha kuhakikisha wewe unajikomiti kwa Mungu, inaonyesha kiwango chako vile vile kwamba nani atakayepata utukufu, kwa sababu ukijikomiti na kile kitu kikidhihirika, anayepewa utukufu ni yeye. Kwa hiyo Mungu anataka wewe umtegemee yeye. Vikifanyika, vikidhihirika, ukienda kushuhudia kwamba Mungu ametenda, amefanya, nilikuwa sioni njia lakini amefanya njia. Pale ambapo unakuja kushuhudia, unawaambia majirani zako, Bwana amenitendea, nilikuwa sina mtoto, sasa hivi amepata mtoto, nilikuwa sina mtaji, sasa hivi mtaji umepatikana, biashara zangu zilikuwa zifanyiki, lakini sasa hivi zinafanyika. Pale ambapo utaingia sasa kushuhudia, kwa sababu ulimkabidhi Mungu njia zako, hapo hapo ndio Mungu anaenda kutukuzwa. Mungu anataka kutukuzwa yeye. Ili uhakikishe Mungu anatukuzwa, inahitajika ukae katika njia zake, ukae katika kumtegemea yeye. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili, ili Wakorinto wa pili 4:15 mpaka 18, mtumishi wa Mungu Mtume Paulo anaandika waraka wa kanisa la Korinto, na kuna kitu anakizungumzia kuhusiana na utukufu. Anawaambia kanisa la Korinto, anaambia mambo yote hayo ni kwa ajili yenu. Ili iweje? Yani hiyo miradi mnataka kuanzisha ni kwa ajili yenu. Ili iweje? Hizo biashara mnataka kufanya, ili iweje? Mnataka kuishi vizuri, ili iweje? Mwingine anataka kumaliza masomo, ili iweje? Unataka kukamilisha malengo yako, ili iweje? Anasema hayo mambo yote ni kwa ajili yenu, ili iweje? Kuna kitu neno la Mungu nasema hapo, kinasema ili neema yake iongezeke, kwa sababu natambua kwamba yeye ndio amefanya neema iongezeke. Lakini ili neema iongezeke, ili iweje? Neno la Mungu linasema ili Mungu ashukuriwe, ili shukurani zizidi. Kwa hiyo pale ambapo utajikita katika kumtumaini Mungu, kuhakikisha kwamba Mungu amekaa na Mungu anafanya, na anasema, Biblia inasema neema inaongezeka. Wakorintho wa pili 4:15 anasema hivi, ili neema iongezeka, shukurani ziongezeke. Alafu ili iweje? Biblia inasema hivi, ili Mungu atukuzwe, ili Mungu. Sasa hapa ni ishu ya utukufu. Huu msimu ambao tunaingia, msimu mpya, jiachilie mikononi mwa Roho Mtakatifu, jiachilie mikononi wa Bwana. Mwambie Mungu, ninakabidhi njia zangu kwako, ninakabidhi miradi yangu kwako, ninakabidhi kazi zangu kwako, ninakabidhi kila ambacho nataka kukifanya kwako, kwa sababu najua wewe ni mfanya njia. Utafanya njia pale ambapo akili yangu imefika mwisho, wewe utafanya njia. Pale ambapo mawazo yangu yamefikia mwisho, hakuna wazo jipya, utaleta wazo jipya. Wewe ambaye umetengeneza njia jangwani, wewe ambaye umeweka vijito vya maji katika jangwa, ni wewe huyo ambaye unaenda kufanya. Kitabu cha Wakorintho kinasema mambo hayo yote ni kwa ajili yenu. Hizo biashara ni kwa ajili yenu, huduma ni kwa ajili yenu, uzao ni kwa ajili yenu, kufunguliwa ni kwa ajili yenu, uponyaji ni kwa ajili yenu, wokovu ni kwa ajili yenu, maisha bora ni kwa ajili yenu, familia nzuri ni kwa ajili yenu. Ili iweje? Ili neema izidi sana, Mungu aizidishe ile neema. Ili iweje? Ili shukrani zizidi sana. Pale ambapo umepokea uponyaji, umefunguliwa, ushukuru, useme Yesu amefanya, nimeona mkono wake. Ili iweje? Ili Mungu atukuzwe, utukufu umrudie yeye.